Binti yangu, usilie tena. Msiba wako umemfikia Bwana. Adui amepambana sana na wewe. Na ndio maana kwenye maisha yako umekuwa ni mtu wa kuonewa. Lakini Mungu alikupitisha kwenye mapito mengi mazito ili akufikishe kwenye hii madhabahu. Utakwenda nyumbani kwako, utamwambia mume wako kwamba baba anakuita. Utakapokuja nitawapaka mafuta na kuwabariki na kubariki ndoa yenu. Kwa hiyo kuanzia hapo hautapitia tena mateso, kwa sababu katika ulimwengu wa roho Mungu anataka umtumikie, lakini ibilisi taka kukuua kabla ya umri wako. Ndio maana na kuona kwenye safari yako umetembea kwenye mateso mengi sana. Muda wa kulia umekwisha. Mungu amekuandalia muda wa kicheko. Pokea furaha, nyota yako imerejea. Thank you. Hakika kila ulichotabiri kwenye maisha yake ni kweli kabisa. Umetabiri juu ya matatizo mengi anayopitia, anathibitisha ni mengi sana. Natamani tumpe nafasi aelezee. Mpe mai. Pole binti yangu. Nawasalimia kwa jina la Yesu. Amen. Kwa majina naitwa Kemile Mbe. Nazaliwa mkoa wa Kigoma. Ndio. Lakini sasa hivi nilikuwa natokea kwa. Ndio. Kwani mchungaji umetabiri nimepitia mengi. Ndio. Lakini mimi kuja kwangu hapa kufika hapa madhabahuni. Ni mambo gani ambayo umepitia? Msogezee mic. Sisi tulizaliwa na watoto 8. Ndio. Nyumbani kwetu. Kwa watoto 8 tulikuwa tunamjua baba, hatumjui baba mdogo wala shangazi. Ukatoka Kagera ukaenda Uganda. Nikaenda Uganda. Kawaje? Uganda hapo nilikuwa nimeshabeba mimba, lakini hiyo mimba aliponibebesha mwanamama alifanyaje? Alikimbia. Ndio. Nikaenda nikapokea kazi. Kwa mwezi nilikuwa nalipwa 50. Nikajifunza mimi. Nilipojifunza nikakua. Ilipofikia miezi 6. Nikapigiwa simu nyumbani, baba kafa. Nikaenda kumwomba bosi, naomba mshahara wangu niende kuzika. Akanipa mshahara, nikaenda kuzika. Ndio. Niliporudi bosi aliniambia nafasi imeisha, sasa hivi naona ujauzito umekuwa. Na wakati nauli nimemalizia mtihani. Ndio. Akanifukuza. Nikaenda nikakaa kwa bibi. Ndio. Alikuwa hapa na mjomba, lakini anazaliwa na mama kwa mama yao, sio kwa baba yao. Ndio. Nikakaa kwake. Kukaa kwake mimi nilikuwa nafukuzwa. Mjomba alikuwa amelewa, ananitoa. Pole. Nalala nje, nateseka. Mpaka nikafika kujifungua. Kujifungua, mtoto ana miezi 3. Kampata baba. Alikuwa na watoto 5, lakini wengine wako shule. Kasema akanitolea kijana, hawezi kumjali mwanangu. Nadhani niolewe na baba na mimi niende kuwalea watoto wake. Pole. Atakubali kumlea wa kwanza. Ndio. Hapo ndo nikaolewa Uganda. Sikumaliza, nilimaliza miezi mingi kama Sogezema. kama 9 hivi. Mtoto alipofikisha mwaka kama akaniambia mtoe. Iachie mic, mwachie mic. Akaniambia mtoe kwenye titi. Aanze kunywa maziwa, nataka ubebe mimba yangu. Sitaki ukae hapa bila kunizalia. Na mtoto akiwa mdogo. Mwaka mmoja. Nikakubali. Mtoto nikamwachisha ziwa. Nikaanza kumpa maziwa. Baada ya hapo ikawaje? Hapo nikajifungua. Nilipojifungua mwanao
wanaume wakampigia simu kama saa 9 kwamba ndio chukue maji uende kuzika. Alipomchukua hakumzika. Yaani ulijifungua mtoto akafa? Pacha mmoja alikuwa kulwa. Mtoto ndo alibaki. Alikuwa Adam na Hawa. Adam ndo aliondoka. Baba alipokuja kumpokea hakumpeleka kuzika, labda alimpeleka chooni. Akamtupa chooni. Mimi ilikuwa ni mji mkubwa kama unavyoona pale Morogoro. Watu wote walikuja kumwangalia yule baba na mimi. Na wakati alikuwa baba kweli ananizidi miaka. Wananiambia hivi wa mwanamke chizi, lakini mimi ninawaambia subiri, mimi nilikuja hapa sitaki mtu kunipa akili. Mimi nitaondoka kwa muda wangu. Kila mtu anayeniona ananicheka. Nimefanya ujinga, nimeshirikiana na mwanamume kumtupa mtoto chooni, lakini na Mungu ananiona sikushiriki, sifanye kitu chochote. Basi hapo Doto ndio nikasubiri kafikisha miezi 9. Alikuwepo kijana sasa hivi ndio mume wangu. Napanga naye kwenye simu, namwambia rafiki yangu unateseka sana. Nasema kama unateseka na mimi hela ya mchongo sasa hivi nakata mkaa, sina hela. Subiri nikitoa kitanuli changu nitakutumia hela. Ni kweli alipata akanitumia 95,000. Nikapanda gari kutoka Uganda pale mpakani panaitwa Mtukula. Nilipopanda nikafika pale Dodoma, hela zikaniishia. Kiukweli nilikuja kutoka nyumbani sikunywa maji siku 2, nina watoto 2. Uko njiani? Sikunywa hata maji. Pole. Nikafika, mwanangu alikuwa mzima. Ilikuwa siku ya Jumapili. Dodoma sasa. Dodoma. Nauli ilivyokuishia Dodoma ikawaje? Ukashuka na watoto? Nikampigia mwanamume nikamwambia nimeishia hapa. Wewe kama unanitaka nipate. Kama unitaki mimi na unauni mti. Natafuta hata nafasi ya kuangua. Mimi nitaishi. Akasema nakupata, kuna mabaki yangu yamebakia, ngoja niachome. Kweli aliachoma kauza mkaa. Na hapo kwa unaishi kwa nani? Walikuwepo marafiki zake, alikuwa alishawahi kufanya kazi zamani pale. Akakuunganisha nao. Akaniunganisha nao, tukafikia pale mwanangu kaanza kualisha na kutapika. Akaanza kualisha na kutapika, alianza Jumapili. Yaani wewe uliingia kama leo siku ngapi akaanza kutapika? Asikuwa siku niliingia Dodoma. Kwa sababu ya ile safari ndefu mtoto aliathirika njiani. Sijui hapo siwezi kukuelezea. Ikawaje? Akaanza kutapika na kualisha. Ilikuwa miezi 9. Alialisha Jumamosi, Jumapili alianza asubuhi kakata roho. Akafa. Bado hujafika unakoenda? Bado sijafika, lakini yule mwanamume alikuwa ameshapanda gari kuwani kunipata kule. Hapo tulikuwa tumeshaomba hata na kazi. Mwenyewe alipofika pale alikuwa sijui amebaki na 5,000. Kaenda kwa bosi mmoja kaomba kazi. Alikuwa Masai. Sasa mtoto alikufa, tumefika kwa bosi tuna siku 2. Hapo mtoto ndo kakata roho. Bosi yule alimtoa mtoto anaenda kumzika kwenye barabara na ng'ombe. Pole. Ng'ombe wanapopita akampeleka kisehemu cha mchanga hivi. Polini. Tukaenda tukamtupa kule. Tukarudi tukavumilia. Mlizika au mlitupa? Tulizika, lakini ni kama kumtupa. Sawa. Tukaja tukavumilia ili tupate huo mshahara, tufanyeje? Tuondoke pale. Kwa sababu mimi nilipokuwa nakaa pale si hata chakula. Namwazia mwanangu naenda kumfuata kule, nakaa kule. Mlikomzika? Basi ndio tukaondoka. Baada ya kujazika tunampigia baba yake simu mzazi. Tunamwambia mtoto kafariki.
Alinijibu, ulikuwa unakimbia na mwanangu, najua atakulia huko nje. Zika, unapoweza wewe fanya unapoweza ukamzike. Lakini mtoto kasharudi kwao. Hapo ndo nikajua mtoto akutoka kwa ajili ya gari au safari. Pole. Basi hapo ndo tukatoka tukaingia kule Pwani. Tulipoingia Pwani, nauli ilishia njiani kwa sababu ilikuwa ni 100,000. Tulinunua shiti yale ya blue laini na kiroba cha unga kilo 10. Msituni tukaingia na 2,000 ndo mboga. Lakini tukamkuta mama wa watu mwenye roho nzuri, ndio huyo mama wangu niliyemleta. Aliniambia kwamba ukija kwangu ukikuta sipo, wewe chuma mbaazi unapotaka. Ilikuwa na kweli, na naenda shambani kwake na chuma mpaka zilipoisha. Basi historia yangu ndio hivyo. Baba, umetabiri kweli. Pole. Na huyu mama umemleta sasa kwa nabii. Mama, pole, umesikia historia ya binti yako? Nimesikia. Alikuwa hajawahi kukusimulia namna hiyo? Alikuwa hajawahi kunielezea. Lakini wewe ulimuonea huruma ukaanza kumlea? Kwa sababu mimi ni mkubwa na mimi nimezaa, najua uchungu wa kuzaa. Maisha alokuja na mume nikawa naona, nikamwambia janangu, hapa mlipokuja ni Pwani. Huu mji wa kwetu sisi wa Kwale na Wazaramo tunajijua si wenyewe, mtaumia. Mkiwa na shida mboga msinipe hela. Ndo mbaazi kazikuta shamba, kunde zimezaa, matembe, mboga aina yote, mabilinganya, pilipili, bamia na uza kwa jumla. Naambia waingia chuma hata kama sipo, na kama unga hakuna msiende kukopa dukani. Njoo mniambie na kweli kama wana. Kwa tumia na mruhusu tuingia ndani kateke tunavyoweza. Au namtekea. Paka tena vitu shambani vikaisha, nikamwambia mboga zimeisha, iliyobaki sasa na Mungu mpenzi na nyinyi mnatoa tanuli mjipange kwenye mboga. Hapa shida sio chakula, shida mboga. Ni kweli wanaishi nao. Papa mimi naumwa. Kweli Mwenyezi Mungu anaona. Ugonjwa wangu nilokuwa naumwa, nashinda kunyanyuka wala kukaa. Huyu ndio alionibeba kunileta Mlandizi nyumbani kwangu. Na ndiye aliyekubeba kule na kukuleta huku. Kunibeba kule kunileta huku. Mimi naona kama Mungu yule mapenzi niliyoonyesha na Mungu na mimi, kwa sababu ni mtoto alozaliwa kwenye mifupa ya watu, na mimi ananionyesha upenzi wake. Huyo ni mtoto wako umemzaa. Mungu akubariki sana. Basi kwa kuwa umekuleta kwenye madhabahu leo, utapona. Hautarudi chini tena. Pole mama, naongea. Basi kama ulioifanya ya kumlea huyu binti ina malipo, na malipo yake ni uponyaji unaopokea leo. Binti yangu, Mungu amesikia kilio chako. Maneno yako yanaleta machozi kwa wetu. Mungu amekusikia, kamlete mumeo mpate mwelekeo. Na juzi hapa niliota na mmeonyesha. Usihofu, Mungu ataniambia yuko wapi na nini kilifanyika. Lakini kafate maelekezo niliyokutuma kwa mume wako, utakuja naye hapa. Sawa? Asante. Tuombe tupate hela. Mtapata wanangu.